mahala ambapo pana amani na utulivu, watu wakiikebehi ile amani, sababu mwanadamu ana ile kuelewa amani, neema ikimleta huwa haioni ile neema. Lakini wallahi lau utaangalia katika mitandao baadhi ya nchi za wenzetu ambazo zimekosa amani na utulivu, hatuwezi kupata fursa ya kusomeshana jambo dini katika jambo kama hili. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza kinachoondosha amani kwanza ni dini inaondoka. Hatuwezi leo hii uje tufundishane darasa tuswali hapa ilhali amani hakuna. Baadhi ya nchi mwisho kuingia ndani ni saa 10 tu. Baada hapo huwezi kwenda hata sokoni, huwezi kufungua duka, huwezi kuswali, huwezi kufanya lolote katika masala ya khair. Lakini tunasema sisi tuna neema kubwa, hasa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kuna neema kubwa mno. Baadhi ya watu tu hawajaielewa hii neema, wanataka kuiletea chokochoko ili iondoke. Lakini Allah atahifadhi nchi hii. Kwa sababu gani? Sisi tuna uhuru, bado tupata nafasi ya kufundishana dini yetu. Kuna baadhi ya nchi huwezi kuweka speaker nje hivi ukazungumza mambo yenu ya dini, ingeni nani. Lakini nchi hii wallahi alhamd, madamu unazingatia misingi ya sheria, hakuna mtu atakaye kubughudhi katika ibada zenu. Hii neema kubwa kwa sisi tujivunia katika nchi zetu hizi. Ndio maana wale watu ambao huleta chokochoko za kutaka hii neema iondoke, hatuwezi kuwanyamazia. Na kule kuizungumzia amani kwetu ni dini, si masala ya kutaka chochote, bali ni dini. Kwa sababu gani? Hizi nusus aya tunazozielezea ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ule kuelekeza watu waishi katika kuichunga amani kwetu ni dini. Kwa sababu gani? Yatupa manufaa. Jambo la amani linaleta manufaa kwa watu wote, sisi sote ni wanufaika. Hakuna ambaye hanufaiki na utulivu na amani. Ndio maana iko haja katika baadhi ya durusi kama hizi kukazia maeneo kama haya. Kwa sababu gani? Yale mambo ambayo yanachochea mvurugo wa amani miongoni mwao ni kuasi watawala,